Isaka alikuwa ni mtoto wa Ibrahimu, na wote mnajua, na alikuwa ni mtoto wa pekee, mtoto wa ahadi. Ikatokea njaa katika nchi ya Kanaani, mahali ambapo alikuwa anaishi Ibrahimu pamoja na mke wake Sara pamoja na Isaka. Ilitokea njaa kubwa ya shika ni kushike. Wakati wa Ibrahimu alipokuwa hai, njaa ikatokea, lakini Ibrahimu hakukimbia nchi yake, hakukimbia taifa lake, wala mtoto wake hakukimbia, wala mke wake hakukimbia. Walikaa wakavumilia katika nchi yao. Nataka niongee na mtu leo. Neno uvumilivu ni silaha ya matatizo ya aina yoyote. Yeyote aliye na uvumilivu ndani yake, hata wakati wa dhiki, hata wakati wa taabu, hata wakati wa manyanyaso, hata wakati wa magonjwa, yeyote aliyebeba uvumilivu, neno uvumilivu maana yake ni silaha ya mwisho ya mwanadamu. Ile njaa ilipotokea, Ibrahimu alivumilia pamoja na familia yake, hakupambana kwa chochote, alituliza akili yake mpaka Mungu akatenda, vyakula vikawepo. Miaka ikaenda, ikafika wakati Ibrahimu akafa. Kabla ya Ibrahimu kufa, Sara mke wa Ibrahimu, yeye ndiye alitangulia akafa. Halafu na Ibrahimu akaishi miaka kama 176, na yeye Ibrahimu na yeye akafa. Lakini baada ya Ibrahimu kufa, njaa ilikuwa imekwisha kuisha. Wakati Ibrahimu amekufa, akabaki mtoto wake anaitwa Isaka. Isaka naye wakati yupo katika nchi ile ya Kanaani, ikatokea njaa ya awamu ya pili. Biblia inasema ile njaa ilikuwa ni kubwa kuliko njaa ile iliyokuwa ya kwanza wakati wa babake Ibrahimu. Kila aliye na uvumilivu ndani yake lazima atavuna kitu kizuri, lazima atatoka mahali amewekwa, lazima atapata haki ya maisha yake. Kama hauna uvumilivu, hautafanikiwa chochote. Biblia inaandikwa, ikatokea balaa kubwa ya njaa katika nchi ya Kanaani. Njaa kubwa, njaa nzito, pakawa hakuna chakula, hakuna chochote, pakawa na dhiki, pakawa hakuna kitu. Mtumishi wa Mungu Isaka na yeye akiwa kwenye nchi ile ya Kanaani, lakini njaa ilivyokolea, Isaka akatamani kutoka Kanaani kwenda nchi moja ya Gerari. Hii nchi ya Gerari ndo nchi ambayo alikuwa anakaa Ibrahimu miaka ya nyuma kwa muda mrefu. Kuna mtu anataka miujiza, hataki neno, na neno limebeba muujiza unaosubiria leo hapa. Na baada ya neno hili, nikigusa mkono wangu kwako, lazima utajiri utaota, lazima umaskini utaondoka,
Isaka alipoona njaa imekorea, njaa kubwa zaidi ya wakati ule wa baba yake, roho ya Isaka ikatamani kushuka kwenda Misri, kwenda kutafuta chakula ili taifa liweze kula. Lakini Mungu akamwona Isaka. Mungu akamwambia Isaka, usitoke katika nchi hiyo, usitoke katika nchi hiyo, usitoke katika nchi hiyo kwenda Misri. Kaa huko huko, wala usitoke. Sema amina kubwa nisikie tena. Mungu akawa amemtoa Isaka Kanaani, akamleta nchi moja inaitwa Gerari. Ile nchi ni nchi ambayo ipo ndani ya mji wa nini? Ya mji wa Kanaani, hiyo Gerari. Na hiyo Gerari ndiko baba yake Ibrahimu alikuwa anakaa pale, na Ibrahimu alifanya agano pale na mtumishi wa Mungu Berishaza. Mungu akamwambia Isaka, kaa nchi ya ugenini na mimi nitasema na wewe, usishuke kwenda Misri. Kaa hapo hapo, vile nilivyotembea na baba yako, nikampenda, nikamwongoza, akaniheshimu, nikamfanya astawi, nikamfanya kuwa mkuu, nikamfanya kuwa baba wa mataifa, na wewe sitakuacha. Akaisikia sauti ya Mungu, ikabidi akae katika nchi ya Gerari. Haikuwa nchi yake, lakini Mungu amemwambia kaa, wala usikimbie. Na Isaka akaisikia sauti ya Mungu wake. Isaka akakaa katika nchi ya Gerari, nchi ambayo sio ya kwake. Mungu akasema na Isaka, katika nchi ya Gerari, katika nchi iliyokuwa na ukiwa, katika nchi iliyokuwa haina chochote, katika nchi iliyokuwa haina hata chakula, Isaka akakaa, akatulia. Pesa ipo lakini chakula hakipo. Uliwahi kuona kitu kama hicho? Unakuwa na pesa halafu chakula hamna. Mtikise mwenzako, mwambie ukilala umelalia muujiza wako. Na hapa ndipo nataka nikutoe kwenye kifusi ambacho ulizikwa bila kujua wewe. Isaka alipokaa katika ile nchi, Mungu akasema naye. Isaka akaambiwa, usiogope, vile nilivyotembea na kuishi na baba yako Ibrahimu, na wewe nitaishi na wewe. Hautakufa, hautapoteza heshima yako, hata njaa iwe kubwa usiondoke. Isaka akawa na uvumilivu. Unapokuwa na uvumilivu ndani yako, hata kwenye ndoa, hata kwenye biashara, hata kwenye eneo la kilimo, Mungu hawezi kukusahau.